Leo tunamzungumzia shujaa wa kweli ambaye historia ilijaribu kumfuta kabisa. Mtu aliyechagua kifungo badala ya kusaliti dhamira yake. Mtu ambaye aliamini kuwa Afrika ni ya Waafrika na akalipa gharama kubwa kwa msimamo huo. Huyu ndiye Robert Sobukwe, sauti ya Pan-Africanism, sauti iliyojaribu kunyamazishwa lakini ikageuka kuwa mwangwi usiokoma. Kama unadhani umewahi kusikia hadithi za mapambano, basi na hakika hii haujawahi kuisikia kabisa. Jina langu naitwa Abdul Kingungo. Karibu kuisikiliza makala hii ya kusisimua sana. Katika historia ya Afrika ya Kusini, majina ya wapigania uhuru kama vile Nelson Mandela na Steve Biko yamesikika sana ulimwenguni. Lakini mbali na kelele za majina hayo maarufu, kuna jina jingine ambalo lilikuwa tishio kwa utawala wa kibaguzi. Jina ambalo hata serikali ya apartheid iliogopa kulitamka hadharani. Jina la Robert Mengaliso Sobukwe. Huyu hakuwa mwanasiasa wa kawaida, alikuwa ni msomi mwenye falsafa nzito ya Pan-Africanism na aliamini kwa dhati kwamba Afrika inapaswa kuwa ni ya Waafrika tu. Lakini pia alikuwa ni mtu wa utulivu, mwenye kimya chenye nguvu ya radi na maneno ya upole yaliyobeba moto wa mapinduzi. Robert Sobukwe alizaliwa mnamo Machi 5 ya mwaka 1924 katika kijiji kidogo cha Rough Reinet katika jimbo la Cape Province. Kutoka mwanzo alionyesha akili ya kipekee sana. Alipata elimu ya juu katika chuo kikuu cha Fort Hare, chuo kilichotoa wasomi wengi weusi kwa wakati huo. Huko alikuza fikra zake za uhuru na haki, akivutiwa na falsafa za Kwame Nkrumah na Marcus Garvey. Lakini tofauti na viongozi wengine waliotafuta ushirikiano na siasa za upinzani wa wastani, Sobukwe alikuwa mkali katika msimamo wake aliyosema, Waafrika wanapaswa kuwa huru na uhuru huo hauwezi kuombwa, lazima utwaliwe. Sobukwe aliamini kuwa Afrika ni ya Waafrika kwa kila hali. Alipinga wazo la usawa ndani ya mfumo wa wakoloni na badala yake alisisitiza ukombozi wa kweli unaotokana na mamlaka kamili ya Waafrika juu ya ardhi yao, siasa zao na maisha yao kwa ujumla. Katika hotuba zake aliweka wazi kuwa haki haimaanishi kupatiwa nafasi ya pili kwa neema ya mkoloni, bali ni kurejeshewa hadhi ya kibinadamu kikamilifu. Sobukwe aliwahi kusema, "We are not fighting for integration, we are fighting for the restoration of our dignity. Integration presupposes acceptance into something that belongs to someone else. Africa belongs to us." Akiwa na maana, hatupigani kuingizwa kwenye mfumo wa wengine, tunapigania kurejesha heshima yetu. Ujumuishaji unadhania kwamba tunakubaliwa katika kitu kinachomilikiwa na mtu mwingine. Afrika ni mali yetu. Mwaka wa 1959, baada ya kutofautiana na sera za African National Congress ANC ambazo zilianza kufungua milango kwa ushirikiano wa rangi tofauti katika harakati, Sobukwe na wafuasi wake walijitenga na African National Congress ANC na kuanzisha chama kipya cha Pan-Africanist Congress PAC. Hili lilikuwa jambo kubwa sana. Ilikuwa ni hatua ya kusema wazi kwamba mapambano ya kweli hayawezi kuongozwa kwa kuridhiana na mkoloni. Kwa Sobukwe, Afrika ilihitaji uongozi wa kiafrikanism halisi na si wa maridhiano.
Sauti yake ilisikika kila mahali. Hotuba zake zilikuwa ni moto wa matumaini kwa Waafrika, lakini mwiba mchungu kwa watawala wa kibaguzi. Na mwaka 1960 aliitisha maandamano dhidi ya sheria ya vitambulisho, kwa maana ya pass laws, ambayo ilikuwa ni chombo cha udhalilishaji mkubwa kwa watu weusi kwa kipindi hiko. Katika maandamano hayo, zaidi ya watu 60 waliuawa na polisi katika kile kilichoitwa mauaji ya Sharpeville. Sobukwe alikamatwa mara moja, lakini hapa ndipo historia ilichukua sura ya ajabu sana. Mahakama ilimhukumu kifungo cha miaka 3, lakini serikali ilitunga sheria maalum isiyokuwa na mfano, Sobukwe Clause, iliyompa rais uwezo wa kuendeleza kifungo chake bila kesi wala sababu mpya. Kwa hiyo Sobukwe aliwekwa kifungoni huko Robben Island kwa miaka 6 ya ziada peke yake, bila kuruhusiwa kuwasiliana na wafungwa wengine. Aliwekwa kama mtu hatari, mtu ambaye maneno yake pekee yalitosha kuwasha moto wa mapinduzi. Kwa miaka mingi Sobukwe alifungiwa peke yake kwenye kisiwa cha Robben Island, mbali na wafungwa wengine wa kisiasa. Alinyimwa haki ya kuwasiliana, kuandika barua au kupokea wageni mara kwa mara. Alipotolewa jela, hatimaye hakuruhusiwa kufanya kazi ya siasa wala kutoka mjini kwake. Alikuwa mfungwa wa kisiasa anayeishi uraiani. Muda huo wote hali yake ya kiafya ilizorota, lakini hakupata matibabu sahihi hadi anafariki dunia mnamo mwaka 1978. Alikuwa bado ni nembo ya matumaini, lakini pia mfano wa namna ukandamizaji unavyoweza kujaribu lakini kushindwa kunyamazisha sauti ya haki. Robert Sobukwe alifariki dunia mnamo tarehe 27 Februari ya mwaka 1978 akiwa na miaka 53 tu, baada ya kuugua saratani ya mapafu. Inasemekana kuwa alinyimwa huduma bora za afya kutokana na hali yake kama mtu hatari kwa serikali ya apartheid. Licha ya juhudi za serikali ya kibaguzi kumfuta katika historia ya taifa, jina la Sobukwe limeendelea kuishi kama nembo ya mapambano ya kweli ya uhuru. Leo majengo ya elimu, barabara na taasisi mbalimbali zinabeba jina lake kwa heshima kwa mchango wake wa kipekee. Ingawa alikuwa mwanamapambano thabiti, Robert Sobukwe pia alikuwa ni mume na baba. Alioa Veronica Sobukwe, mwanamke jasiri ambaye naye alisimama naye bega kwa bega katika mapambano yake. Wakiwa pamoja, walilea watoto wao katika mazingira magumu sana ya udhibiti wa serikali ya kibaguzi. Sobukwe hakuwa mtu wa ghadhabu. Marafiki zake walimuelezea kama mtu wa utulivu, mwenye upole wa ajabu, lakini mwenye msimamo usiotetereka. Alikuwa na kipaji cha kuzungumza kwa namna ya kuvutia akili na mioyo ya watu. Alikuwa na lugha nyepesi, lakini maneno yake yalikuwa na uzito wa kuamsha mataifa. Robert Sobukwe hakuwahi kupata nafasi ya kuongoza taifa lake kama rais, lakini aliongoza mioyo ya maelfu ya watu. Aliwaonyesha Waafrika kuwa ukombozi wa kweli hauwezi kujengwa juu ya huruma ya mkoloni, bali juu ya msimamo, ujasiri na imani kuwa bara hili lina uwezo na thamani. Katika dunia ya leo ambako Pan-Africanism inarejea tena kama wazo muhimu la kuunganisha Afrika na watu wake kote duniani, jina la Sobukwe linapaswa kurudi tena mezani, kusomwa, kueleweka na kuheshimiwa. Leo hii zaidi ya miaka 30 tangu Afrika Kusini ipate uhuru wa kisiasa, lakini wengi bado wanajiuliza, je, maono ya Sobukwe yametimia? Alitaka uhuru wa kweli, si tu kisiasa, bali ni uhuru wa kijamii, uhuru wa kiuchumi na uhuru wa kiutamaduni. Alisisitiza kuwa Waafrika hawapaswi kuwa wapangaji kwenye ardhi yao wenyewe, lakini hadi hivi leo mijadala kuhusu umilikaji wa ardhi, haki za kijamii na usawa wa kiuchumi bado inaendelea.
Kwa hiyo jina lake limegeuka kuwa kioo cha dhamira. Je, tumeitekeleza kweli ile ndoto ya Pan-Africanism au bado tuna safari ndefu? Ili taifa lijijenge upya kwa heshima na utu, ni lazima tuisikilize tena sauti ya Sobukwe, sauti ya ujasiri, hekima na sauti ya mapenzi kwa Afrika. Tafadhali usisahau kusubscribe kwenye channel hii kwa simulizi zaidi za kihistoria kutoka Afrika na duniani kote. Bonyeza alama ya kengele ili usipitwe na hadithi zenye nguvu kama hii ya Robert Sobukwe. Jina langu naitwa Abdul Kingungo. Asante kwa kunisikiliza na tukutane katika makala zinazofuata.